Kwa majina ninaitwa Traeli Bedrizo Mboya, makamu mwenyekiti wa halmashauri lakini diwani wa kata ya Machame Kaskazini, lakini ni mjumbe kwenye kamati ya fedha na mipango. Leo tumebahatika kutembelea miradi yetu. Tumeanzia kule kwenye kata ya Kia, tumetembelea kituo cha afya, tumeweza kujionea kazi iliyofanyika pale, wakandarasi wamefanya kazi nzuri, na pia kikubwa zaidi tumeendelea kuona ile thamani ya fedha ipo, kwa maana kwa kazi walizoweza kuzifanya ni kazi nzuri, na kwa kweli zinaonekana kabisa fedha imetumika, value for money. Lakini pia tumeenda kwenye kituo kingine cha pale Tindigani. Tumeweza kufika pale, tumejionea ujenzi unavyoendelea, pia pale ujenzi unaendelea vizuri. Kwa kusema kweli ni mapungufu madogo madogo ambayo yale ni ya kiufundi, yanawezekana kurekebishika, lakini sio kitu cha kutisha. Lakini pia tumeweza kutoka hapo, tumetembelea kwenye viwanja vya halmashauri vya Meko. Tumeendelea kujionea vile viwanja, tumekagua kimoja baada ya kingine, na tumejiridhisha kabisa na vile viwanja na vipo, na tumeendelea kuomba sana viendelee kulindwa ili viendelee kuwa salama. Lakini pia tumeweza kutembelea kwenye jengo la utawala ambalo kwa sasa hivi mkandarasi anaendelea vizuri. Sasa hivi yuko kwenye ghorofa ya kwanza. Mradi wa kwanza tulimkuta alikuwa kwenye ground floor, lakini kwa leo yuko kwenye first floor, na kwa kweli mradi unaendelea vizuri na mkandarasi kwa kweli amejipanga vizuri kwenye miradi hii. Baada ya kutoka hapo tumekuja pia kwenye jengo la mkurugenzi. Hapa ndipo tumeishia na jengo linaendelea vizuri na mkandarasi yuko site na anajitahidi sana. Ni wito sasa kwa wananchi wetu, hii miradi inavyokuja kwenye halmashauri hizi au inavyokuja kwenye kata zetu, ni vema sana wananchi wakaweza kushiriki, japo hata kwa asilimia ndogo, lakini wao wenyewe waweze kushiriki ili miradi, kwa sababu ni ya kwao, ili waendelee sasa kuilinda, waendelee sasa kutusaidia ili isije ikawa na uharibifu wa aina yoyote. Na hii kwa kweli kata zote imekuwa tukiwa tunaomba sana hivi wananchi wenyewe waweze kushiriki katika miradi hii. Kwa majina naitwa Engineer Matandiko Arnold, ndio engineer wa ujenzi wa wilaya ya Hai. Kwa ujumla leo kulikuwa na ziara ya kamati ya fedha kutembelea hiyo miradi ya ujenzi katika halmashauri ya wilaya ya Hai. Tulikuwa na miradi minne. Mradi wa kwanza ulikuwa ni ujenzi wa kituo cha afya Kia, kata ya Kia. Kwa hivyo mradi ule ulikuwa na majengo kadhaa, ilikuwa ni nyumba ya mtumishi, lakini pia ni ujenzi wa jengo la baba mama na mtoto RCH, lakini pia kulikuwa na mnara wa tenki, pia kulikuwa na ujenzi wa vyoo matundu matano, pia kulikuwa na ujenzi wa kichomea taka na ash pit na placenta pit zake. Jumla ya mradi huu ulikuwa ni mradi uligharimu shilingi milioni 250 mpaka kukamilika. Mradi umeshakamilika, tunasubiri katika kutoa tu huduma. Lakini pia tukaenda zahanati ya Tindigani, kijiji cha Tindigani. Kujenga zahanati kuna jumla ya milioni 180 ya mapato ya ndani. Zahanati inagharimu milioni 130, lakini pia zahanati hiyo ina jengo la RCH na OPD. Liko kwenye hatua ya umaliziaji, upigaji wa rangi. Lakini pia ujenzi wa jengo la maternity ambapo linagharimu shilingi milioni 50 ambapo ujenzi huo umekamilika. Lakini pia kuna mradi wa ujenzi wa jengo la utawala halmashauri wilaya ya Hai. Halmashauri mpya kabisa kisasa na jengo ya ghorofa moja, ambapo mradi huu unagharimu bilioni 4.4. Ambapo huu mradi kwa sasa tuko kwenye hatua ya ujenzi wa jengo la chini. Mradi ni wa ghorofa moja, lakini sasa tuko kwenye hatua ya ujenzi wa kuta za ghorofa ya chini. Kwa hivyo pia tumeenda tena, kuna mradi mwingine wa ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi, ambapo pia hii nyumba inajengwa ya kisasa kabisa ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Hai, mkurugenzi mtendaji. Nyumba hiyo ujenzi huu unagharimu milioni 401.7, ambapo kwa sasa tuko kwenye hatua ya ujenzi wa nguzo za ghorofa ya kwanza. Kiujumla mradi huu utamalizika, ulianza mwezi wa tarehe 2 mwezi wa 12 2025, utakamilika tarehe 2 mwezi wa 8 2026 mwaka huu. Mimi kwa jina naitwa Elie Kasango. Sisi ndio wale tuliotoka huko ambao tumehamishwa, tukahamishwa huko.
tukawa na changamoto kubwa sana. Maana tulipokuja huko tuna changamoto kubwa. Tuna changamoto kwanza ya watu kuugua, hatuna kwa watu kuugua, wanaugua tunawakosa tuwafanyaje. Mwingine utaweza kukuta kama ni mjamzito akitaka kujifungua, tunapata changamoto ya mjamzito kujifungua, maana hospitali ni mbali. Changamoto ingine huko hamna barabara ya kupita. Cha pili, hamna maji ikija kama kipindi hii ya mafuriko, haupati pikipiki ya kwenda wala gari. Sasa hii kituo ya afya imeletwa ina unafuu nzuri, sio unafuu. Ni kama hii kituo cha afya ilipoletwa hapa. Sasa tunaona sasa uzuri mkubwa sana. Kwa hiyo tunasema asante sana, tunashukuru. Sisi ni Mungu tu ajue kushukuru kwetu. Kwa majina naitwa Isaya Melelo Laisa, mkazi wa kijiji cha Tindigani, nami ni mzee wa makamu. Kweli serikali imetuletea jambo nzuri sana alikubwa katika alipokuja kutujengea hospitali, kwa sababu tumepata sehemu akina mama pale wataweza kujifungulia na sehemu za karibu, na sina maji ya kusuia kusema kwamba maji yamezuia gari au yamezuia pikipiki kwa walioko hapa katika kwenye kijiji chetu. Na tunashukuru kwa sababu kazi inaendelea. Upungufu ambao tunaso sasa hivi hapa, bado tuna upungufu wa maji, nyumba za watumishi, kwa sababu watumishi sasa hivi wanateseka sana huko pale alipo, kwa sababu hanaga nyumba ya watumishi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru serikali na tunashukuru Dr. Samia atuangalie tu kwa jicho la huruma na atusaidie hata tujengee. Tulikuwa tumepata shida kama hizo, wengine wanajifungulia jiani, wengine unakuta usafiri wa hata kupeleka. Kwa hiyo sasa hivi tuko kama mjini.